Karibu kwenye chaneli yetu ya simulizi zenye mafunzo, ambapo leo tutaona simulizi inayoitwa Machozi ya Mama. Na kama ni mara ya kwanza kutembelea chaneli hii, naomba usubscribe ili usipitwe na simulizi nyingi kama hizi. Kabla ya kuanza simulizi, niwape taarifa njema. Kwa wale wapenzi wa kuangalia mpira live kupitia simu yako ya mkononi, jipatie app bora ambayo itakuwezesha kuangalia mpira live, mechi za ligi kuu ya Tanzania bara, ligi kuu ya Kenya, pamoja na ligi za Ulaya. Ili kuipata app hiyo bora kabisa, nimekuwekea link ya kuweza kuidownload kwenye sehemu ya comment. Kwa download app hiyo, ufurahie burudani ya soka kiganjani mwako. Tuanze sasa simulizi yetu. Kijiji cha Mkwajuni kilikuwa bado kimefunikwa na giza nene la alfajiri. Ukimya wa usiku ulikuwa ukikatizwa tu na mlio wa jongoo na sauti za mbali za mbwa. Katika kibanda kidogo cha udongo kilichoezekwa kwa nyasi zilizochakaa, Mama Zuena alikuwa ameamka tangu saa 10 za usiku. Kila siku kwake ilikuwa ni vita. Vita dhidi ya umaskini, vita dhidi ya njaa, na vita ya kuhakikisha mwanaye pekee Baraka anapata elimu. Moshi wa kuni mbichi ulimchoma macho huku akipuliza moto kwenye figa zake 3 ili kukaanga vitumbua. Macho yake yalikuwa mekundu, si kwa sababu ya moshi tu, bali kwa uchovu wa miaka mingi na machozi yaliyokauka kwa kukosa wa kumlilia. Baraka alikuwa kijana mwenye akili sana. Alikuwa akisoma kidato cha 6 katika shule ya bweni mkoani. Ili Baraka asome, Mama Zuena alilazimika kuuza nusu ya shamba lake la urithi. Ili Baraka apate nauli, Mama Zuena aliuza nguo zake nzuri zote na kubaki na kanga 2 tu zilizofubaa. Mwanangu atasoma, atakuwa ofisa mkubwa, atakuja kunifuta machozi haya, Mama Zuena alijisemea moyoni, huku akipanga vitumbua kwenye sinia la plastic lililopasuka upande. Baraka alifaulu vizuri sana na kujiunga na chuo kikuu jijini Dar es Salaam. Mwaka wa kwanza alikuwa akimpigia simu mara kwa mara na kumtumia ujumbe wa faraja. Lakini kadiri siku zilivyosonga, taa za jiji zilianza kumwingia machoni. Baraka alikutana na kundi la vijana watoto wa matajiri, the City Boys. Walianza kumcheka kwa kuvaa nguo za mitumba na kutumia simu ya tochi. Kwa aibu, Baraka akaanza kudanganya kuwa anatoka familia bora. Ili kuendana na hadhi hiyo mpya ya uongo, alihitaji pesa. Hapo ndipo anguko la Baraka lilipoanza. Alianza kuiba fedha za ada, alianza kunywa pombe kali, na hatimaye akajiingiza kwenye biashara haramu ya kusambaza dawa za kulevya ili apate pesa za haraka. Mawasiliano na mama yake yakakata. Simu za Mama Zuena zikawa hazipokelewi. Kijijini Mkwajuni, Mama Zuena alikonda. Kila basi lililokuwa likitoka mjini alilikimbilia kuuliza kama kuna barua au salamu kutoka kwa Baraka. Hakupata jibu. Wanakijiji walianza kumnong'oneza, mwanao kashapata pesa mjini, amekusahau wewe kikongwe. Maneno hayo yalichoma kama mkuki moyoni mwake. Baada ya mwaka mzima kupita bila taarifa, Mama Zuena alifunga safari. Aliuza mbuzi wake wa mwisho ili apate nauli. Alibiba mfuko wa rambo wenye unga wa mhogo na maharage, akiamini mwanaye ana njaa huko masomoni. Alipofika chuo kikuu, alipokelewa na mshtuko. Baraka? Mlinzi wa getini alimuuliza huku akimwangalia mama huyo mchafu kwa dharau. Baraka alifukuzwa chuo mwaka jana kwa utovu wa nidhamu na wizi. Hatusomi naye tena. Dunia ilimzunguka Mama Zuena. Gunia la unga lilimponyoka kichwani. Alianguka chini na kuanza kulia kwa uchungu. Hakulia kwa sababu ya kupoteza ada. Alilia kwa sababu ya kupoteza mwelekeo wa mwanaye. Hakukata tamaa. Alianza kumtafuta mitaani. Alilala stendi ya mabasi. Alitembea kwenye vipochopocho vya Uswahilini. Kila aliyemwonyesha picha ya Baraka walimjibu, huyu kibaka tunamjua, anashinda kule dampo la Temeke. Siku ya 3, Mama Zuena alifika eneo la dampo. Harufu ya uvundo ilitawala. Katika kona moja yenye giza, alimuona kijana aliyefanana na Baraka. Alikuwa amevaa ronya, mwili umejaa vidonda na macho yakiwa yamelegea kwa unga. Baraka mwanangu, Mama Zuena aliita kwa sauti iliyojaa upendo na maumivu. Baraka alipomwona mama yake, badala ya kukimbilia kumbatio, aliona aibu na hasira. Wenzake walimcheka. Oya Baraka, huyu bikizee mchafu ndio mama yako? Kwa hasira ya dawa za kulevya, Baraka alimsukuma mama yake. Nenda zako, wewe si mama yangu, unaniaibisha mbele ya washikaji. Mama Zuena alianguka kwenye matope machafu. Machozi yalimtoka mfululizo, si machozi ya kawaida. Yalikuwa machozi ya laana ya ndani kwa ndani, lakini pia machozi ya huruma.
Hakumjibu vibaya, alimwangalia tu na kusema, Mungu akusamehe mwanangu, hujui utendalo. Wiki 2 baadaye, Baraka alishikwa akiiba vifaa vya gari eneo la Kariakoo. Kundi la watu wenye hasira kali lilimzingira. Mwizi! Mwizi! Choma moto! Matairi yalitafutwa, petroli ilimwagwa. Baraka alikuwa akivuja damu, akipiga kelele za kuomba msamaha, lakini hakuna aliyesikia. Ghafla, katikati ya umati, mama mmoja mzee alijitupa juu ya mwili wa Baraka uliokuwa chini. Alimkumbatia mwanaye huyo mwizi, akauchafua mwili wake na damu ya mwanaye. Usimuue! Mama Zuena alipiga kelele, sauti iliyotetemesha mioyo ya watesaji. Usimuue mwanangu, niueni mimi kwanza. Mimi ndiye niliyezaa tumbo hili. Kama amekosa, adhabu nipewe mimi. Kiberiti kilichokuwa kiwashwe kilizimika. Umati ulipigwa na butwaa. Waliona mama akilia huku akilamba damu usoni mwa mwanaye aliyekuwa karibu kufa. Machozi ya mama huyo yalidondoka juu ya vidonda vya Baraka. Mzee mmoja kwenye umati alisema, acheni, huyo mama amemaliza kila kitu. Hakuna hukumu kubwa duniani kama machozi ya mzazi yanapomwagika mbele ya mtoto. Baraka hakuuawa, lakini alikuwa mahututi. Mama Zuena hakumpeleka hospitali za kifahari, maana hakuwa na pesa. Alimrudisha kijijini. Kwa miezi 6, Mama Zuena alimuuguza, alimsafisha haja zake, alimlisha uji kwa kijiko na kumwombea dua usiku kucha. Baraka alipopata nafuu na akili kumrudia, alijikuta yuko kwenye kibanda kile kile alichokidharau. Alimwona mama yake akiwa amezeeka sana, mgongo umepinda kwa kumbeba yeye. Siku moja asubuhi, Baraka alipiga magoti mbele ya mama yake. Mama, alisema kwa sauti ya chini, nisamehe, nilipotea, niliona dunia ni bora kuliko wewe. Mama Zuena alimshika kichwa, akatabasamu kidogo. Mwanangu, kovu la mwana hafanyi mama akakata mkono. Umesamehewa. Baraka alibadilika, hakurudi mjini. Alianza kulima shamba la mama yake kwa bidii. Alitumia elimu yake kuboresha kilimo kijijini. Miaka 5 baadaye, alijenga nyumba nzuri ya kisasa na kumtunza mama yake kama malkia. Lakini kila alipokuwa akimwangalia mama yake, alikuwa akiona yale makovu aliyomsababishia. Baraka alikuwa akisimama mbele ya vijana wenzake na kuwaambia, ndugu zangu, ukiona umefanikiwa, usisahau mizizi yako. Ukiona una nguvu, usimpige aliyekubeba tumboni. Machozi ya mama yanaweza kuwa mto wa kukuosha dhambi au mafuriko ya kukuangamiza. Heshimuni wazazi, kwani hakuna upendo mwingine duniani usio na masharti kama wa mama. Na huo ndio mwisho wa simulizi yetu. Naomba usubscribe ili uwe unakuwa wa kwanza kupata video zetu kila tunapoziachia. Asanteni sana, tukutane kwenye simulizi nyingine.